Kuandika wosia haimaanishi kwamba unajitabiria kifo. Kuandika wosia ni kutengeneza mazingira mazuri kwa hawa unaowaacha kuepuka migogoro. Mimi ni shahidi, nitawahadithia story moja. Alikuja mama mmoja. Huyo mama yeye anadai kwamba ni msimamizi wa mirathi ya mama yake. Hiyo mirathi ya mama yake actually ni kiwanja. Hicho kiwanja alikiacha bibi wa huyo mama, ambaye sasa ni mama wa mama yake na huyo mama. Basi bibi alivyofariki hakuacha wosia, yani kwamba hii mali ni ya fulani au ni ya fulani. Akawa anaendelea kukaa pale mama wa huyo mama aliyekuja sasa kutafuta msaada wa kisheria. Basi yule mama naye wa huyo mama akafariki, hakuacha kwamba eneo ni la nani. Kwa bahati mbaya yule binti ambaye sasa hivi ni mama mtu mzima na yeye akawa anaendelea kuishi kwenye lile eneo, hakufungua kesi ya mirathi mahakamani. Mind you, kiwanja sio cha kwake, kiwanja ni cha bibi. Lakini bibi alifariki akamwachia mama kienyeji, mama kafariki akamwachia mtoto kienyeji. Sasa kuna wapangaji wawili ambao walikuwa wamepangisha hiyo baadhi ya room kwenye hiyo nyumba. Maana ni nyumba na kiwanja. Hao wapangaji wamekuwa wakikaa hapo tangu 97. Mmoja wa wale wapangaji akawa na mahusiano na huyu mama na wakazaa mtoto mmoja. Yule baba ni mtu wa Tanga. Sawa. Kumbe kule Tanga ana familia, ana watoto na mke, lakini hakumueleza huyu mtoto wa marehemu kwamba ameacha Tanga mtoto na mke wake. Basi kwa bahati mbaya yule mpangaji akaja akafariki. Ndugu Tanga walivyosikia baba yao amefariki, tayari wanajua kwamba alikuwa anaishi kwenye nyumba ambayo ina kiwanja kikubwa, kuna nyumba lakini kwa mbele kuna biashara zilikuwa zinaendelea. Wakatamani mali za baba yao. Kesi ikafunguliwa. Alitoka mtoto wa marehemu huyo baba sasa huko Tanga. Akafungua kesi ya mirathi na mahakama ikamgrant au msimamizi wa mirathi ya nani? Ya baba yake. Yule mama sasa ndo amekuja anatafuta msaada wa kisheria. Ukimsikiliza story yake na make sense. Kiwanja ni cha kwake na mashahidi wako na majirani wapo, lakini ni kwamba bibi hakuacha wosia. Mama hakuacha wosia. Amefariki mtu ambaye hausiki kabisa na lile eneo, na kwa bahati mbaya mahakama ikamgrant mtoto wa yule baba usimamizi wa mirathi na wamegawana lile eneo. Kwa hiyo nataka mjue umuhimu wa kuacha wosia. Lakini mbali na kuacha wosia, kama huyu mama akati mama yake amefariki angechukua hatua za kufungua kesi ya mirathi mahakamani, mahakama ingemchagua yeye kama msimamizi wa mirathi ya mali za nani? Za mama yake. Haya yote yasinge tokea. Kwa hiyo akati kwenye hatua za kujitafuta, binti, mama, baba, jitafute, lakini huku ukiwa unajua kwamba kuna kesho na kesho kutwa. Hakuna anayeishi milele. Utakavyoondoka unaacha nini huku nyuma? Yule mama ni mtu mzima sasa hivi anatembea paka ana kibiongo kupambania haki yake. Kwa hiyo unaona changamoto iliyopo. Na kati hapo the moment mama anafariki, angeenda kufungua kesi ya mirathi, angekuwa tayari ni mmiliki halali wa eneo la mama yake. Lakini ametoka mtu Tanga, anamiliki eneo liko maeneo ya Sakina kwa kudai ni eneo la baba yake. Baba yake pale alikuwa tu kama nani? Mpangaji. Kwa bahati mbaya alikuwa 97, eneo lile lijapimwa. Kwa hivyo sasa anaishi pale binti ambaye sasa mahakama imemtoa kama msimamizi wa mirathi ya nani? Ya baba yake. Kwa mimi ushauri wangu kama alivyosema mratibu hapo, Mama Samia ametoa budget. Hii kampeni imeratibiwa na Mama Samia na ametoa budget ya kwamba kila mkoa na kila kata watu wapite waelimishwe kuhusu haya. Kwa hiyo kama una shida yoyote, unataka labda upate elimu juu ya kuandaliwa wosia, lakini kama una kesi yoyote ya mirathi iko mahakamani haieleweki, maana kuna kitu pia kingine nimekisikia leo asubuhi, mama anasema kuna eneo moja lina wasimamizi wa mirathi 3. Eneo ni moja, wasimamizi wa mirathi 3 na wote wameteuliwa na mahakama moja. Kwa hiyo kama una changamoto zote za kuhusu issue za mirathi, karibuni. Mama ametoa budget kwa ajili ya hilo na ameona anzie huku chini, kwa sababu ukitaka kujenga taifa ambalo ni bora na imara, lazima kwanza udili na migogoro. Na migogoro mingi kwenye hii jamii yetu ni ardhi, mirathi, ndoa. Kwa hiyo anapoanzia huku chini kwa nyinyi kupata hii elimu ya kwamba
kuandika wosia au jitabiri kifo. Kwa hiyo unapokuwa umetafuta kikombe chako, sahani yako, bakuli lako, andika kwamba mimi nikiondoka hichi kikombe basi amiliki mtoto wangu fulani. Lakini pia sisi vijana tunapaswa kujua kwamba baba anapomiliki gari sio la kwako, ni la kwake yeye na mume wake. Maana kuna tendency pia ya watoto kutaka mali alizoziacha baba, na unakuta mali zimechumwa na baba na mama, zinakuwa owned jointly. Kwa hiyo akifariki baba automatically ni za mama, lakini mtoto sasa ambaye ana maisha yake amejitafuta anarudi kuja kumsumbua huyu mama nyumbani. Kwa hiyo pia vijana mjue kabisa kwamba anapotafuta baba sahani na bakuli ni kwa ajili ya familia yake. Basi na wewe usiwe mroa hizo mali, toka katafute za kwako. Lakini cha msingi zaidi ni kuhusiana na swala la kuandika wosia ili kuepuka basi migogoro baada ya wewe kuondoka. Kuna mtu alikuwa anasema kama makaburi yangekuwa yanaongea, yangekuwa yanasema mengi. Kesi za mirathi mahakamani ni nyingi sana. Ni nyingi sana. Paka kuna siku mheshimiwa alikuwa aliwauliza watu, anambia mtu alikuwa anaenda kuomba usimamizi wa mirathi. Yaani kwamba alichaguliwa msimamizi wa mirathi, yule msimamizi wa mirathi akafariki. Akaenda tena mwingine anaomba usimamizi wa mirathi, akamwambia yani nikiangalia sioni kabisa connection yako na hichi unacho kitafuta, mali sio ya kwako kabisa, lakini ni kwa sababu ya tamaa na hivyo. Ila kama huyu aliyefariki mwanzo angekuwa ameacha wosia ya kwamba eneo langu hili basi amiliki fulani, hayo yote yasingetokea. Lakini pia kwenye kuandika wosia, unaweza ukishaandika wosia sasa ili kuepuka, maana kuna changamoto. Unaweza ukaandika wosia ujupa kuhifadhi. Unaweza ukahifadhi kanisani, unaweza ukauhifadhi RITA, unaweza ukauhifadhi kwa mawakili. Ila mheshimiwa pale anashauri sana wosia tu tunauhifadhi kanisani. Ndio sehemu salama zaidi ya kuhifadhi wosia, ili basi unapokuwa umeondoka changamoto kama hizi zisijitokeze. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwenye wiki ya Mama Samia Legal Aid. Mje mpate msaada wa kisheria, na sio msaada tu, mje mshauriwe, mje pia muelimishwe kuhusiana na mambo ya mirathi, ardhi, ndoa, ukatili wa kijinsia na mambo mengine kama hayo. Asanteni sana.